Ephesuti. Lipo wapi? Lipo Misri. Lipo Misri. Au Kemeti. Kwa nini Misri kwako ipo kwenye kinywa sana? Kwa nini Afrika nzima unadhani pale Misri ndo the best? Misri ndio mwanzo wanasema mwanadamu baada ya kutoka, kwa sababu binadamu wa kwanza anasema umoja wa Mataifa, shirika lao la maendeleo na sayansi wanaita UNESCO, wanasema bila shaka binadamu wa kwanza alianzia katika eneo la Nile Valley. Nenda kasome article za UNESCO. Kifungu cha pili katika ibara ya kwanza. Nakwambia bila shaka mwanadamu wa kwanza alianzia katika eneo la Nile Valley kuanzia Uganda Jinja kuelekea wapi? Kuelekea wanaita Misri. Wametengeneza bwawa wanaita nini? Wana bwawa moja linatoa maji ya Nile yanakwenda kuingia pale. Na alafu ulipokuwa maajabu ya Mungu na Afrika yake, maji ya Nile yanayotoka kwenda Misri yanapanda mlima. Yanapanda mlima. Ushawahi kuona maji yanapanda mlima? Haijawahi kutokea. Afrika ndio Afrika, wacha iwe Afrika. Ila hili jina halitufai. Jina la colonizer Afrika. Jina la mbeberu mmoja alikwenda kumvizia Hamel Karibaka pale Kataji. Ambayo leo hii wanaita Tunisia. Tulikuwa tunaitwaje zamani kama si Afrika? Afrika tunaitwa El Kabran. Land of mankind. Kulikuwa kuna Tanzania wala Uganda. Haipo yajulikana. Yote ilikuwa ni El Kabran. Au Ethiopia. Sisi wote tulikuwa ni wa Ethiopia. Sisi wote tulikuwa wa Ethiopia. Bahari ya Hindi ilikuwa inaitwa Ethiopia Sea. Umeelewa brother? Kuna Black Sea. Auoni kama ni maajabu? Ipo huko. Kwa sababu Siberia, nenda kaangalie Black Siberia. Europe is ours. Unadhani muunganiko wa Afro-Masonia pamoja na imani uliyokuwa nayo wewe inaweza kuja kuwasha taa za Waafrika wakakaa kwenye msingi mzuri? Kama tutapambana na vikwazo, kwa sababu tuna miba mingi na misumari imewekwa njiani. Vikwazo hivi vimewekwa na nani? Wakoloni wanataka tuendelee kuwa watumishi wao. Unadhani si bado watumwa? Utumwa mimi kwangu umeisha. Ila sisi wengine bado wanaukumbatia. Utumwa huu unatokana na nini na kila kitu kipo wazi sasa hivi? Ubishi wa kutokukubali mawazo ya ndugu zao, wanakubali mawazo ya wageni. Mbona tunaongozwa na sisi ndugu zetu wanatuongoza? Hapana, ndugu zako wanaokuongoza katika njia ya kufikia Afrika wengi wako underpaid. Unamfahamu Ibrahim Traore? Yes, son of Africa. Yule jamaa ukimtazama unadhani ni kitu gani anakitazamia Afrika? Anatazamia Afrika iliyokuwa bora. Kama ilivyokuwa Timbuktu Mali. Kama ilivyokuwa Dahomey Empire iliyokuwa na ukuta mkubwa kuliko ukuta wa Great Wall of China. Tumeuzidi mara 4 zaidi ukuta wa Great Wall. Uko wapi? Uko Dahomey. Hiyo ndio Nigeria ya leo. Ule ukuta si famous kama ukuta wa China. Ukuta wa China umezidiwa na ukuta wa Benini mara 4. Ule ukuta ulitengenezwa kwa maana gani? Ukuta ule ulitengenezwa kwa kuzuia mainvada. Wasiingie. Ila sala out kutoka inside wakafungua gate. Ndio tatizo la Afrika. Afrika tumekosa kujiamini ama Afrika tumekosa knowledge? Afrika tumekosa kujiamini, knowledge tunayo kubwa. Kwa sababu hata ile rocket ya kwanza wazungu walirusha angani, walimtumia mwanamama wa Uganda kuwa kama yeye ndio mtaalamu wa kupiga maximum ya namba za kwenda angani. Mama mmoja kutoka Uganda. Lakini kwenye historia anaficha. Hawezi kuandika. Umesema una imani zote, wala una chuki na imani yoyote. Sasa wewe ukifa tukuzike kwa imani gani? Mimi hakuna binadamu waliokufa akasema imani bora. Yale maneno yote yanazungumzwa nje ya kaburi ni maneno ya kuambia wanadamu wanaoishi. Kaburini wewe unakwenda na michanga yako, imekwisha. Kampani ya Africanism tutaendelea, tukifa sisi tutarudi katika incarnation. Tunarudi kwenye incarnation. Mimi nikifa atakuja mwingine kama mimi. Kama mimi. Unaamini wewe ni mtu ambaye ulishawahi kuishi miaka 700 nyuma? Maybe. Inawezekana. Unaamini utakuja kuishi tena miaka 1000 mbele? Ndio maana nasema Waafrika tunaishi milele.
inakufa mwili, roho inaishi milele. Roho inaishi milele. Kwa hiyo natoka kwangu nahamia kwa Johnson. Natoka kwa Johnson nakwenda Faruku Kambawe. Kutoka Kambawe nakwenda kwa Kingunge. Kwa Kingunge nakwenda kwa bwana Mpwapwa. Kwa Mpwapwa nakwenda kwa Mr. Kombo. Mr. Kombo. Majina mengi tunayoyasikia, tunasikia Abubakari, Abduli, Rashid. Majina ya Kiafrika yanapotea. Rashid ni jina la Kiafrika. Rashid. Likiwa la maana gani? Rashid ni Rashid ni mtu aliorizika. Hamza ni mtu shujaa. Ni mtu shujaa. Lipo Afrika hiyo? Hii ni majina ya Afrika. Abubakari ni majina ya Afrika. Okay. Na huko Arabuni wanatumia Arabia kwa sababu Arabu ni eneo letu. Okay. Kwa sababu Arabu unaizungumzia wewe, unaizungumzia watu, watuzungumzia ardhi. Tukizungumzia ardhi, ile ni mali ya Afrika. Ni mali ya Afrika. Kwa sababu walikuwepo wa Afrika wanaishi, watu weusi wanaishi pale. Unataka kuniambia hii dunia nzima ilianza kuishi mu Afrika kwanza? Yes. Ukienda Andamani huko Indonesia. Ukienda China na kaangalie yani everywhere. Okay. Niambie, nipe hadithi kidogo sana unaifahamu kuhusiana na Nabii Isa ama Yesu Kristo. Hapana, huko habari ya Yesu kidogo tu. Kwa mujibu wa kitabu chao, amezaliwa katika kitu anaita Molecular Conception. Mizao wa ajabu ambao Mungu mwenyewe alitoa amri sio kuingiliwa na mwanamume. Lakini mimi ninawaambia katika uzao huu wanaosema wapo 13. Zeusi nayo amezaliwa kwa staili kama hii. Zeusi. Okay. Mungu wa Wagiriki na ni Mungu mweusi, wanamuita Theopu, ni Mungu wa Kiethiopia. Kwa sababu Wagiriki walipotoka kusoma Ethiopia, waliporudi kwao wakarudi na Mungu Zeusi. Huyu Mungu Zeusi ni Mungu wa design gani? Mungu wa Wagiriki. Ni Mungu huyu ambaye tunamwamini sisi. Inawezekana akawa huyu tunamwamini sisi, ila wakampa jina lingine. Okay. Wakatafuta njia za kumwabudia nyingine. Unaamini kupitia Mungu mmoja? Mungu yeye yuko mmoja. Kwa sababu Mungu angekuwa wengi, dunia ingekuwa na ugomvi. Kwa nini tuna dini mbili tofauti? Dini haziko mbili. Dini ziko zaidi ya milioni 3. Zaidi ya milioni 3. Ambazo ziko kwenye vichwa vya habari ni dini mbili kubwa. Dini mbili kubwa. Ya tatu tunasema ambayo inakuwa inafuata ni Hinduism. Hinduism ambayo inaabudu masanamu. Wanaabudu Mungu mweusi. Mahatma Buddha. Huyo Buddha tunawaona ni vinyago inachongwa. Ni vinyago inachongwa, lakini symbolize ya black man. Sasa kama wanachonga vile vinyago, kwa tafsiri ni mfano wa Mungu ule ambao wanauchonga. Wanatoa homage. Kwa maana gani? Wanatoa heshima kwa Mungu aliyeumba, aliyowapa akili ya kumfikiria yeye Muumba. Kwa hiyo mtu ambaye alitoa akili ni black man, aliwapa ufunuo wa maisha. Black man. Ndio maana huyo wanamuita ana majina mengi. Wanasema ana majina 7. Huyo wenyewe wanamuita Lucifer. Azazilu Abasijida. Yaani huyo wanamuita Lucifer. Au shetani. Au ibilisi. Umenisikia, ana majina mengi. Devil. Ila huyu devil kwa religion from west and east, huyu ni nani? Anakuwa mweusi. Ila Mungu anakuwa mweupe. Malaika na wana mabawa. Na mabawa na paila Mwafrika na mapembe. Mungu mweusi ana mapembe au kaloa damu mwili mzima. Mbele ametokeza mawili mbele ncha kali. Historia ya huyu Azazil ushawahi kuipata? Azazil historia yake ni creation ya wanadamu. Kwa sababu hakuna kiumbe kama hicho. Hakuna kiumbe. Azazil alishukia uwepo wa binadamu na akaamua kumwasi Mungu, ni kweli? Kwanza Azazil yeye alikuwa kama nani? Alikuwa wanasema ni mpambe. Karibu na Mwenyezi Mungu. Hayo mimi nimeyasoma. Historia yake upande wa kushoto na upande wa kulia. Unajua, umenielewa niliposoma. Nimesoma Azazil upande wa kushoto na upande wa kulia. Upande wa kushoto wanakosea. Upande wa kulia sijaelewa kama wako vipi. Maana siwaelewi.